Yes, bwana mambo vipi, ni Mr. Analyst hapa. Naongea. Bwana, leo tunakwenda kuangalizia kuhusiana na swala ambalo linaendelea kuhusiana na mchakato mzima wa Kariakoo Derby ambao unaonesha kushushwa hadhi kulingana na sehemu ambazo mechi hizo zinaenda kupigwa kwa siku za karibuni. Bwana, kumekuwa na maneno mengi kutoka katika sehemu tofauti, lakini kubwa zaidi bwana, Sport Lady hapa ametoka kuniuliza kwa mtazamo wangu naonaje game ya Kariakoo Derby kupelekwa mikoani au na sehemu ambazo hazina hadhi kulingana na hadhi yenyewe mechi hiyo imejijengea. Bwana, kwa upande wangu mimi naweza nikawa tofauti, kwa sababu ninaona wengi wamekuwa wakilaumu vilabu husika ambavyo vinakuwa mwenyeji wa mchezo kuchagua sehemu, lakini hili liko waziwazi kutokana na sheria na kanuni ambazo zimewekwa kuhusiana na mwenyeji wa uwanja kuchagua sehemu gani, mwenyeji wa mchezo kuchagua sehemu gani mchezo wao unakwenda kupigwa. Si mara ya kwanza, maana ameanza kuzungumza baada ya Simba kupeleka next derby, Kariakoo Derby na maanisha, ambao ni Simba versus Young Africans, ambao unaenda kupigwa Meja Jenerali Samiho pale Mbweni siku ya tarehe 3 Mei. Lakini hii swali lilianza katika mechi iliyopita ambapo Young Africans walikuwa ndio wenyeji na wakaipeleka mechi hiyo visiwani Zanzibar kunako dimba la Amani Complex. Sasa Sport Lady ameniuliza kwa upande wangu nachukuliaje hivi vilabu kupeleka huko. Binafsi na nyooka nasema vilabu havijakosea, kwa sababu kanuni iko waziwazi na inaelekeza kuwa mwenyeji wa mchezo ndiye anakuwa na powerful au mamlaka ya kuchagua wapi mchezo huo unakwenda kupigwa. Kwa hiyo sio Yanga sio Simba ambao wamekosea kufanya hivyo. Lakini general mimi naweza nikarudi na kulaumu bodi ya ligi bodi ya ligi pamoja na watunga sheria ambao wameipa hii mechi nafasi kwa timu mwenyeji kuchagua eneo. Hii ndiyo sababu hasa kwa upande wangu, kwa sababu tunaijua Kariakoo Derby ni miongoni mwa derby kubwa barani Afrika na zile ambazo zinafuatiliwa na popularity ya watu compare na mechi nyingine ama derby nyingi sana barani Afrika. I think tuko ndani ya derby 5 bora barani Afrika, basi sisi hapo hatukosi. Ila kukuambia namba ngapi hiyo nitakuwa na kuongopea, kwa sababu hakuna statistic data ambazo zimefanyika za kuonesha kuwa Kariakoo Derby iko nafasi ipi. Lakini kwa ukubwa wa derby hii na ni kielelezo cha michezo nchini Tanzania, basi naweza nikasema au naweza nikadoubt kuwa katika upangaji wa kanuni kuhusiana na mwenyeji wa mchezo kuchagua uwanja, basi nilikuwa ninaomba mamlaka ambazo zinatunga sheria hizi za kuwa timu mwenyeji ichague uwanja, basi kwa mechi ya Kariakoo Derby hata ile ya Mzizima Derby ambayo inakutanisha Azam na Yanga au Simba na Azam, basi hizi mechi I think wao ndio wangekuwa na mamlaka kuchagua wapi inatakiwa ipigwe ili kulinda hadhi na status ya hizi derby ambazo tunakwenda kuzipoteza. Na kwa upande wangu naona bado hatujachelewa, kwa sababu nimeona juzi TFF wamefungua dirisha la kupokea maoni ya marekebisho ya kanuni katika msimu wa 2026-2027, ambapo sasa kwa nafasi yetu na uwezo wetu ambao tuko nao, basi tunaweza kuwatumia maoni wahusika ili waweze kurekebisha vitu vidogo kama ambavyo tunaona tayari vinakwenda kutushushia hadhi ya mchezo wetu. Nimeona juzi TFF wametoa barua ya kuruhusu wadau mbalimbali wa kimichezo waweze kutoa maoni yao juu ya marekebisho ya baadhi ya kanuni ili kuweza kuiendesha ligi yetu katika mstari ambao umenyooka. Kwa hiyo kwangu mimi hatujachelewa, lakini main point ama swali lako la msingi Sport Lady ni kwamba bwana, kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba sidhani kama wamekosea, kwa sababu wao wacheze na washabiki, nafikiri mchezo lazima uchezwe tu. Lakini kwa maslahi mapana ya taifa pamoja na kukuza michezo, kuzingatia derby ndio kioo kikubwa cha michezo nchini Tanzania, basi naomba mamlaka ambao ni TFF pamoja na bodi ya ligi, ikiwezekana hata BMT waingilie kati katika hili swala, ambapo derby ya Kariakoo iweze kuchezeka katika viwanja ambavyo ina hadhi kulingana na timu husika. Hayo ndo maoni yangu. Mimi ni Mr. Analyst.